السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amma baadu, ndugu Waislamu, ndugu waumini, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumswalia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadhalika na kumtakia rehma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na masahaba zake radhiyallahu anhum. Ndugu Waislamu, Allahu Akbar. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wetu, mtume ambaye ni mtume wa mwisho. Hakuna tena mtume katika ulimwengu huu. Atakayejiita mtume ni muongo huyu, ndugu zangu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, na masahaba radhiallahu anhu ndio masahaba zake waliomuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi hatukumuona bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala masahaba wala matabiina, lakini Allah subhanahu wa ta'ala wa ihsani yake na mapenzi yake akatupa imani, tukamwamini Mola wetu, tukashuhudia Mola wetu ni mmoja tu. Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahu akbar. Na kadhalika tukashuhudia vile vile ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluhu. Allahu akbar. Tukamshuhudia Mola wetu ni mmoja tu, na vile vile tukashuhudia kwamba Nabii Muhammad ni mja wa Allah na mtume wa Allah, ameletwa kwetu kuja kututoa katika kiza na kutuingiza katika nuru. Yukhriju mina dhulumati ila nur. Allahu akbar. Watoa watu katika kiza na kuwaingiza katika nuru. Basi ndugu Waislamu, mtume wetu ndiye mtume wa mwisho, Mtume Muhammad, yani mtume wetu, kigezo chetu, kipenzi chetu. Subhanallah. Mwenyezi Mungu amrehemu. Allahu akbar. Tunamsalia bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kusema Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima fil alamin innaka Hamidum Majid. Basi ndugu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala kwa ihsani yake na mapenzi yake, yeye ndiye ambaye Allah anayetulaza na yeye ndiye anayetuamsha. Kulala kwetu na kuamka kwetu si nguvu zetu, si kwa uwezo wetu, wala si kwa ujanja wetu, bali kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye Allah ndiye anayeturejeshea rasilimali ya uhai, akatupa afya na uzima. Allahu akbar. Na yeye Allah ndiye aliyemiliki mauti yetu na uhai wetu na riziki zetu. Ndugu zangu Waislamu, hapa ulimwenguni kanatupa riziki zetu mbalimbali. Thumma la tusaluna yawma idhin anina, kisha mtaulizwa neema moja baada ya moja mlizozitumia. Je, mmezitumia kwa ajili ya kufanya kazi gani? Wale ambao watakaotumia neema za Allah kwa ajili ya kumwabudia Allah, hawa wamefanikiwa, na wale ambao wanaotumia neema za Allah kwa ajili ya kumwasi Mola wao, kwa kumwasi Mola wetu, basi watakula hasara hapa ulimwenguni na makaburini na yaumul kiyama. Allahu akbar. Na watapokushana yaumul kiyama wakawa wametumia neema za Allah wakamwasi Allah, basi wamekula hasara. Basi ndugu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala kwa mapenzi yake na ihsani yake, sisi ametuumba wanadamu, tena akatupa akili na maarifa subhanahu wa ta'ala, wal ilmu wal maarifa, akatupa akili, ilmu na maarifa. Allahu akbar. Na akili akatupa, na akatupa ilmu na maarifa. Subhanallah, subhanallah. Basi ndugu Waislamu, tunamshukuru Mola wetu, hakuna Mola mwingine badala Allah aliyekuwa hana mshirika. Innahu kabla la khalqi, kabla hajaumba chochote Allah alikuwepo. Hakuna chochote ulimwengu, hakuna mbingu, hakuna ardhi, na vilivyomo Allah alikuwepo.
Allahu akbar. Basi ndugu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye aliyetubakisha hapa ulimwenguni ili tuendelee kumwabudia Mola wetu na kushuhudia utukufu wa Mola wetu. Subhanallah, subhanallah. Ndugu zangu wa Kiislamu, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwisho. Hakuna tena mtume, hatukumuona siye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini tumemwamini Mola wetu tukashuhudia mtume wetu. Allahu akbar, Allahu akbar. Ndugu Waislamu, wazee wetu waliotuzaa Waislamu tukawakuta wanazuoni wakatusomesha, wakatufahamisha juu ya kumjua Mola wetu na wakatufahamisha namna ya kujiepusha na mambo maovu na machafu, na wakatufahamisha namna ya tukisoma kitabu tujue haramu na halali, haramu tuache na halali tutekeleze. Subhanallah, kadiri ya uwezo wetu. Basi ndugu Waislamu, leo nataka kuzungumzia historia halisi ya wazee wetu ambao waliokuja hapa katika visiwa hivi vya Unguja na Pemba na katika visiwa vya Lamu, Pate, Sio, Kizingitini, humo mote Mombasa hiyo, yani Lamu na Pate na Sio na Kizingitini, mote humo wazee wetu walitoka katika nchi ya Saudi Arabia, Maka, ambako walitokana na mji wa Tumbitullah. Tubieni nyie waje wa Allah subhanahu wa ta'ala, tubieni Tumbitullah, tubieni waje wa Allah. Basi wakatoka huko Maka, wengine wazee wetu wanatuambia Tabuk, lakini vile vile wakatoka huko wakaja zao Madina katika mji wa Tambati, wakaishi Tambati. Baada ya hapo wazee wetu wakaondoka wakaja zao mpaka Baghdad, Iraki, mji wa Kufa na Basra. Wakaondoka mji wa Kufa wakaja zao mpaka Uajemi, Iran. Kisha wakatoka wengine wakapitia katika njia ya Misri wakafika ardhi ya Tusi, wakakaa siku 3. Baada ya siku 3 wakaondoka katika ardhi ya Tusi wakaja zao mpaka Yemen wakaondoka wakaja zao mpaka Afrika. Wengine wakafikia Somali, Barawa, wakafikia Kisimayu, wakaenda zao mpaka Barawa, Mogadishu. Vile vile na kundi jingine la pili likaja zao mpaka Pate, ndugu zangu Waislamu, na wengine wakaja Lamu. Hao wakakaa hapo wakacha kundi. Vile vile likaja kundi la pili likafikia kisiwa cha Tumbatu, ambao hao wote uko mmoja, na wengine wakaenda zao mpaka kisiwa cha Pemba, na wengine wakaenda kisiwa cha Lamu, naam, wakaenda kule Kilwa Kivinje kisiwani, wengine wakaelekea huko. Basi hao wazee wetu walikuja huko wenye nasaba ya kizazi cha Saidina Hussein, Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib, ambao waliotokana na kizazi cha Abdallah bin Hussein bin Ali bin Abi Talib, na vile vile kizazi cha Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib, na kutokana kizazi hicho cha Imam Ali Zainul Abidina bin Hussein ndio wakapatikana kizazi cha Alawi bin Ali bin Hussein wa Hussein bin Ali bin Abi Talib. Alawi bin Ali bin Hussein akaendelea kupata kizazi Alawi bin Ali bin Alawi bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Kadhalika Alawi vile vile akapata Ali bin Alawi. Ali bin Alawi akapata mtoto akiitwa Ali bin Alawi. Tena wakapatikana Ahmad bin Alawi bin Ali. Allahu akbar. Kisha Ahmad bin Alawi kikaendelea silsila hiyo mpaka wakazaliwa Yusuf bin Alawi. Al-Alawi hao ndio waliokuja Tumbatu Makutani, walifikia mwanzo mwana wako mwana huko katika kisiwa cha kaskazini huko wakaita kisiwa cha Tumbatu kwa niaba ya Tambati, na Tambati inatokana na Tumbitullah.
tubieni waja wa Allah, tumbitullah, tubieni waja wa Allah. Wakafikia hapo tena wakaja zao makutani tumbatu ya jongo tena, Yusuf bin Ali al-Ala bin Muhammad bin Abubakar bin Salim, na vile vile Muhammad bin Ali al-Ala bin Muhammad akenda zake Unguja huko Kaipwani. Allahu akbar. Kadhalika na akaja vile vile Azizi bin Ali al-Ala bin Muhammad akenda zake Kilwa Kivinje, Kilwa Kisiwani huko. Allahu akbar. Kadhalika na Haruni bin Ali al-Alawi akaendelea Pemba Mtangani tena huko, na Hussein bin Ali al-Alawi akafikia Rasia Mkubwa, akapata kizazi cha Abdallah Hussein na Shah Hussein kikaja zake mpaka Ziwani na Mchanga Mdogo, Kichokoto humo, Kambini humo mpaka Vikunguni, kizazi hicho cha Hussein. Allahu akbar. Kadhalika na Hamadi bin Ali bin Abdallah bin Hamadi bin Alawi akafikia Shumba ya Vyamboni na Shumba ya mjini hiyo tena, naye akaendeleza kizazi kupata kizazi, na Idarusi bin Ali al-Alawi bin Muhammad akaelekea Muambe Shamiani tena, naye akaendeleza kizazi huko. Kadhalika vile vile akaja Hassan bin Ali al-Alawi bin Muhammad bin Abubakar bin Salim bin Muhammad, akaja zake Tumbatu kwa niaba kuja kuwatembelea ndugu zake waliofika Mwanza, kaka zake na ndugu zake waliofika Mwanza, wakina Yusuf Alawi akafikia huko makutano. Allahu akbar. Na Omar bin Ali al-Alawi bin Muhammad bin Abubakar bin Salim, ambao Kanambe tena hiyo Kanambe ole hiyo wakazaliwa Musa bin Omar bin Musa bin Alawi, wakazaliwa Sheikh Salim bin Omar bin Alawi, wakazaliwa Sheikh Alawi bin Salim bin na kina Sheikh Alawi bin Salim, na tena wakapatikana wakina Sefu Alawi, Musa Alawi, Muhammad Alawi, hao Kanambe tena hiyo mji wa Gomani huo. Allahu akbar. Basi ndugu Waislamu, tunafikia hapo, tutakuja kuendeleza nasaba hii ya kizazi hicho kilichotoka kutoka huko kwao Saudi Arabia Maka, ambao hao wenye nasaba ya kizazi cha Imam Hussein bin Ali bin Abi Talib kutoka kizazi cha Ali Zainul Abidina bin Hussein, kizazi hicho kikaingia hapa Zanzibar, Unguja na Pemba na Lamu na Somali. Allahu akbar. Basi ndugu Waislamu, tunawafahamisha ndugu zetu, hivyo ndivyo walivyotueleza wazee wetu silsila yao na nasaba yao na koza zilivyotoka huko. Walikuja huku kwa kukimbia uhasama baina ya makhalifa walipokuwa wanagombana huko wakati wa Harun Rashid na Kisra, na wakati huo mzee wao alikuja kumalizwa na jeshi la Yazidi bin Muawiya bin Sufyan, katika jeshi lililokuja mpaka mji wa Kufa mpaka jangwa la Kalbala, ambapo alipojazingirwa Saidina Hussein bin Ali bin Abi Talib na jeshi la Yazidi likiongozwa na bwana mmoja akiitwa Liwali, huyu mjomba wake Liwali katika ukoo wa Bani Umayya. Hawa Bani Umayya waliwaonea sana Bani Quraish, ambao hapo tena ndio wazee wakaondoka huko wakaja za huko Afrika, na bwana mmoja huyo akiitwa Shimri bin Ziljawash ndiye alienda mkata Saidina Hussein kichwa baada ya kuanguka alipopigwa kwa mipanga na mishare na mikuki, akaanguka Saidina Hussein, akaenda akakatwa kichwa Saidina Hussein na huyo bwana mmoja akiitwa Shimri bin Ziljawash huyo. Na kizazi hicho cha Saidina Ali bin Abi Talib wengi walikufa katika vita hivyo vya Karbala, kama vile Abbas bin Ali bin Abi Talib, Ibrahim bin Ali bin Abi Talib, Abdallah bin Ali bin Abi Talib, Muhammad bin Ali bin Abi Talib, Jafari bin Ali bin Abi Talib, Uthman bin Ali bin Abi Talib, na vile vile Abdallah bin Hussein bin Ali bin Abi Talib na Muhammad bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Wakabakia Fatuma binti Hussein na Sukina binti Hussein na Ali Zainul Abidina bin Hussein na shangazi yao Bibi Zainab binti Ali. Hao ndio waliobakia, na mke Saidina Hussein ambaye wa pili Bibi Rabab binti
Nur al-Qais, huyo bibi huyo ndio alikuwa mke Sayyidina Hussein bin Ali bin Abi Talib. Basi ndugu Waislamu, hao waliokuja wazee wetu walikuja na ndugu zao wanawake kama Fatuma binti Ali al-Alawi, Mkasi binti Ali al-Alawi, Kazija binti Ali al-Alawi, mwana Kazija binti Ali al-Alawi, mwana Ali binti al-Alawi, Sakina binti Ali al-Alawi. Wengi wao tutakuja kuendelea kutokana na magharibi yashaingia. Wa hadha, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanallah bihamdihi, subhanallahumma bihamdika, nashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.